kuzimia, na kuzimia. Naam. Hizi taarifa niliyopata ni kweli au ni uvumi tu? Taarifa zipi master? Taarifa zipi? Hivi ni kweli nataka kutoa figo? Yes master. Yes. Sami. Ni kweli nataka kutoa figo? Ya, ni kweli. Hivi unajua nafasi ya figo katika mwili wa binadamu? Najua tena wangu. Lakini yule ambayo anahitaji kumsaidia ndo analihitaji zaidi kuliko mimi. Hamira. Na hizo labda siku hizi mimi nakula pombe siku hizi mimi. Nakula pombe siku hizi. Sami. Hizi wala hata kidogo atoke. Sio hivyo. Wakati unashika maamuzi hakuna ushawishi wowote ule ambao ulitoka kwako? No. Hakuna cha ushauri bali mimi na nafsi yangu na akili yangu. Uko sio kama ni akili yako? Kwa hiyo uko tayari kutoa figo? Ndio master. Why? Kwa nini unashika maamuzi mazito kama hayo ya kutoa figo? Kwa nini? Master, naomba unielewe. Si kwamba eti hatuelewi wala hatujui yale ambayo unayotufunza ama tunayapuuzia. No. Wewe ni mtu muhimu maishani mwetu na hakuna kitu usichotufunza. Imefikia time sisi tunaonekana kama bora katika jamii. Na yote ni mafunzo yako na maelekezo yako. Ati yule mwanamke ambaye ni Amra anahitaji msaada. Na ni binti ambaye bado mdogo. Istosha anategemewa katika familia, katika jamii, na kingine amekosekana na anza kujitolea kumsaidia. Kwa hiyo kuna yeye ndio bora msaidie? Yes, kwa sababu she's a part of our family. Part of our family? Yule si mchumba babako? Exactly. But still is a part of our family. Ni mtu muhimu katika familia yetu. Usinielewi vibaya na si kwa malengo mabaya. Hadi tuko pamoja na wewe na very soon utaelewa malengo yangu. Anakisema ni kweli au anaongopea? Huyu anasema ukweli. Ukweli kabisa. Vijana. Toka lini mkaanza kumdanganya? Kabisa, master ni kweli ambaye anamshikilia ndani yake kabisa. Kweli. Kuna nikisoma katika wachuoni kama vile kuna ukweli ambao mnauficha nyinyi vijana nyinyi. Kuna ukweli mnauficha alafu mtaka kuniambia hiyo.
Huyo ndio kweli. Usimwambie kama ndio mtoto kwa kama. Huyo. Hakuna wengine kweli. Ndio. Toka ndio. Naam. Shora takutoa figo lako kushoto. Uko sawa kabisa, unataka kutoa figo lako. Hivi unajua kama kuna baadhi ya mazoezi ambayo utakani kuyafanya tena? Master, nipo siku utakuja kunielewa. Ati, I have no choice. Huyo ndio uamuzi wangu. Nisamehe kama naweza kuwa nimekosea. Anahisi kama vile una uamuzi na kitu kibaya ambacho kinaweza kitakuja kuzaliwa baada ya hiyo uamuzi. Sijui kwa nini. I don't know why. Wewe unaficha kuna baadhi ya vitu unaficha kina hisi feelings yangu nasikia kama there is something wrong. I mean, okay. Anyway, it's your choice. Kama nafsi yako inakwambia hivi. Thank you. Go ahead. Thank you. Thank you. Respect. Nakuzimia. Omaira, karibu kwangu. Asante, nimekaribia. Jisikie kama uko nyumbani, wala hata usijali. Kabisa. Na nimekuita kwa malengo fulani, kwa mambo fulani ambayo nataka tuzungumze. Sasa ni hivi, ule kijana ambaye uliniambia anapendana na Amra, ni kijana gani? Ni kijana yupi? Yuko tu mpenzi wake. Yuko? Kwa nini wakati aliumwa akahitaji figo? Mbona hapa amejitokeza mtu mwingine ndo akalimpatia? Kwani yeye alikuwa wapi? Kama ana mapenzi naye. Sona kama hapo kuna mchezo fulani hapo. Hakuna ukweli. Subhanallah. Hivi unajua kijana aliyemsaidia kutoa figo? Kama ni yule nilikwambiaga mpenzi wake, ule kijana wa mzee Marijani, ndio alijitolea figo, ndo mpenzi wake. Na angekubali acha kusema mtoto. Ni ule kijana mzee Marijani ndo anachumbia Amra. Ndio. Na mzee Marijani pia anamhitaji Amra. Ni hatari. Wewe sasa kama shangazi mtoto, wewe wasaidia watoto waoane. Hakuna vya ule mzee. Unasikia? Saidia watoto waoane. Baba na mtoto wanatafuta mtu huyu. Sasa hivi kwa unaona kama Amra anataka kuolewa na ule mzee. Bwana alishindwa kutoa figo, wewe mwenyewe uliviona. Sasa hapa cha kufanya, wewe mwikaishe chini wazazi wake, kaka yako na ufi yako, uambie kama inawezekana. Katoa figo kwa Amra. Yes, jua anamhitaji Amra. Na wanapendana kweli muda mrefu tu. Mzee Marijani anahitaji Amra na yeye. Njoo hivyo. Sasa si ni mapenzi. Elega Amra anampendi mzee Marijani. Yeye ndio anampenda. Lakini yule mtoto hampendi. Unasikia? Amiri kweli katoa figo ule. Amedhihirisha mapenzi yake. Sasa mzee amefanya nini? Hapa kazi. Wewe sasa kama shangazi, waikalishe chini wazazi. Kazi ipo. Wafanye mambo. Tutafanya aje kwa ule mzee? Mzee wa mapesa, mzee wa hela kama majani, yani alivyo jina lake. Esha saidia vitu vingi sana nyumbani kwa Amra. Na kusoma kote ni ule mzee. Kusoma kwa Amra ni ule mzee. Nyumba yote nzuri ile ambayo kakangwa naishi hemo ni ule mzee Marijani. Mimi najua kila kitu lakini sasa tutaika sisi kama wewe na wewe Amra tujue tutafanya nini. Yote tisa. Vile vyote wametoa ni vya kawaida, ni mapito. Aliyofanya cha maana ni aliyempa kiungo chake cha mwili mtoto wetu Amra ambaye ni msaidizi wangu. Wana wangembandika hizo pesa. Havingewezekana. Sasa chenye kiko hapa.
tutayajadili. Mtoto wetu lazima aende kwa Amiri ambaye alimponyesha akamrudishia uhai wake. Najua wanapendana wote wawili, wanapendana. Safi sana. Acha ile nitafanya kazi. Nafurahi sana kusikia hivyo, maana kwa nimeumia, nasema kijana yuko wapi? Mpaka mtu mwingine anatoa mwili wake. Nakuzimia, mambo hizi. Oh, safi. Safi kidogo tu wapi? Ndio hivyo. Ile mambo dokta. Ndio mchumba wa mama. Ndio mchumba wake kabisa. Basi niko roho iko wasiwasi sana. Ni ati safi sana. Kazi sawa. Sasa huyu msichana tumeleta niache. Mbona azimkani? Siku ya pili. Siku ya pili. Niko sawa. Ndio damu. Sasa kuna majibu mnasubiri kupata au ndio tunaona majibu na hapo bado majibu tunasubiri majibu. Kumbe tusubiri mambo yatakuwa sawa. Mambo yatakuwa sawa ili kwanza. Sema mama nini akikinga moja bado haijatoka. Mbona angalia anasinzia sisi yani? Hapana, sikuwa na wazi. Vitu viko sawa. anataka kuona? Ndio atakuwa. Lazima daktari. Mimi nakuomba kabisa. Mna msichana huyu ndo niko na wazia tujenge naye. Nikae naye kabisa. Ndio kipozeo cha roho yangu. Sawa daktari. Fanye viwezekana vyote. Fanye nguvu zako zote, ulisomea najua. Fanye mambo yote kabisa. Hawezi kupata afya. Sawa. Arudishe afya vizuri kabisa. Utakuwa umetufanyia kitu cha maana kabisa. Tena nikiendeka vizuri. Kuna zawadi fulani. Mbata saidia. Kwa zawadi. Wasiwasi. Ndio mzee. Safi kabisa, umeongea point. Sawa. Basi endelea na kazi. Asante sana. Tunashukuru. Sawa. Asante sana. Nasikia daktari anazungumza vizuri. Tupatie na nini? Morali. Tuona kitumaini. Daktari. Ni Mungu wapi? Mungu anajitahidi. Tuna nasikia hapa kwa hiyo hospitali wanajitahidi, wanafanya nguvu wa dokta. Fanya kazi. Sawa. Wewe endelee. Uone wagonjwa. Mimi nitarudi baadaye. Sawa. Mimi na wewe hadi milele, nakuzimia Aminia, nakuzimia, nakuzimia.